mwanangu. Vipi lakini umenisubiri eh? Ndio mwenyeji wangu unakuja kunipokea? Ndio. Vipi lakini umekula chai na maharage? Beba begi kwanza ndo. Kufika unapenda la eh? Si wapi? Lakini chapati na maharage umekula? Nashangaa, mbona huyu mtu anipigii simu? Mbona anipigii simu? Nikasema kama anavyojijua, ngoja nikamchungulie. Kama Mungu, yaani bila Mungu. Kwa hiyo mbona nyumba kama zinafanana sana mazingira haya? Yaani naona kila nyumba inafanana na nyingine. Unajua huku zamani walikuwa na kama doni. Si kwa baba doni unaelewa? Maanisha matajiri sasa. Watu wenye inaonekana wewe ni mwema sana hapa. Mimi mwema? Wewe binadamu unazungumzia mimi sina. Mimi mwema? Yaani mimi sio mwema hata kidogo, lakini mimi sasa hivi kuna kitu kinaitwa ukigusa mtu bega. Chukulia kama hivi. Hapa. Wenzako wote waliwahi kuishi hapa. Hakuna hata mtu mmoja roho dumu. Kuna wengine wanaondoka hata bila kuaga. Sasa, sijui ni kitu gani ambacho kimekusibu? Navua bana. Usipozie maneno yangu lakini. Sawa. Shika hii hapa hii.
kama sio hiyo basi itakuwa ni hapa. Msikie. Moja mkono. Sasa si maskini. Basi bila shaka hii funguo ni mlango wa kule. Una milango miwili ya kutokea. Si naonyesha tu nyuma. Naweza kuingia? Si hapa. Asubuhi natafuta kwa mwanangu anatoka na kimbia. Nisamehe mkuu. Naomba nipe nafasi nyingine tena. Naahidi sitashindwa. Manamba. Tangu lini neno nisamehe lina maana katika himaya hii? Unajua adhabu ya kufanya kosa ulilolifanya? Adhabu ya kushindwa kukamilisha kazi niliyokuagiza? Ndiyo mkuu, ni kifo. Fika hapa hajaongea hata neno lolote chini. Sijui hata kilichomkutania. Kiwe hicho kukuta. Nimechoka nikapumzike. Maana nimechoka sana. Tuambie hata kidogo tukajua tunaongea. Tunaisha Sasa kwa nini uko hapa kujisumbua kuomba msamaha? Kuna mtu alimsaidia na inaonekana ana nguvu zaidi yetu. Alafu kuna habari kule ile nyumba ya kule bondeni tayari wameshaipangisha. Ile nyumba tena imepata mpangaji. Ngoja niweze nimalizane kwanza na jambo la ndugu yangu hapa. Mengine baadaye. Ya kwangu ni hayo tu, nilikuwa nimekuja kupata. Sawa, sawa nitakwambia. Mtu ana nguvu kuliko sisi. Ndiyo maanisha ana nguvu kuliko himaya hii. Bila shaka mkuu. Ni nani huyo na ilikuwaje? Ilikuwa hivi. Teule. Tulimua lakini Mteule. Inakuwaje? Teule amerudi tena. Teule alikufa. Sikiliza. Ndiyo mkuu. Nakupa nafasi nyingine. Na safari hii hakuna nafasi ya kukosea. Mfuatilie huyo mtu hatua kwa hatua. Ndiyo mkuu. Na urudi hapa ukiwa na taarifa zilizokamilika. Yeye ni nani, anaishi wapi na anafanya nini. Hakuna nafasi ya kukosea tena. Sawa mkuu. Potea.
Sitaki kuingia nyumbani kwangu. Ina maana hujui? Umeacha mlango wazi bana. Lakini nimekuja kukupa taarifa. Kesho mapema sana unabidi usaini mikataba. Sawa baba. Lakini umenitisha. Siku mwema huko na nini? Goodbye. Usiku wa giza napotea njia, sauti zinaita, nani ananijua? Nilikimbia mbali, lakini nipo hapa. Kivuli changu sasa kinaishi peke yake. Mimi ni nani ndani ya giza? Mbona jina langu linaitwa? Kama ni mimi niliyechaguliwa, kwa nini moyo wangu unaogopa? Usisani, ukisaini umechagua. Kazi yako ya kwanza ni kuchunguza msitu wa matunda. Anza sasa hivi. Kwani wewe ni nani? Unafanya nini? Au unataka nini? Jukumu lako ni nini? Kwanza ni nini? Dada samani. Pia samani. Naitwa Mazoea. Ni mgeni kwenye eneo hili. Nilikuwa naomba unisaidie kitu kimoja kama itakuwa kwenye uwezo wako. Kuna sehemu moja nimeambiwa panaitwa msitu wa matunda. Kama unaweza kunielekeza utakuwa umenisaidia sana, maana nina shida sana kufika. Msitu wa matunda? Ndio. Wewe unaenda kufuta nini katika huo msitu? Kama unavyosikia ni msitu wa matunda. Kwa hiyo na mimi toka nimefika hapa napenda kwenye chakula changu angalau yawepo matunda. Kwa hiyo na imani nikifika kule siwezi kukosa matunda mawili matatu, maembe, manini pale ambayo nitatumia kwenye chakula changu. Labda kwa kuwa ni mgeni hujaelewa maana halisi ya huo msitu wa matunda. Ila kwa ninavyofahamu mimi ule msitu hauruhusiwi watu kwenda. Hauruhusiwi kufika? Ndio ilivyo, hauruhusiwi kufika. Na hata msitu wenyewe ulivyo umejitenga kabisa na maeneo ya watu. Samahani, labda ungenisaidia. Kwa nini hawaruhusiwi kufika? Kwani kuna nini? Si ni msitu wa matunda, lakini kuna shida gani kule mpaka watu wasiruhusiwe kufika? Au mmiliki ni mtata labda? Siwezi kukufanulia, ila kwa ninavyoelewa mimi ule msitu watu hawaruhusiwi kwenda. Na hata hivyo hata wenyewe ukiuangalia tu unasemekana ni hatarishi na mtu akiingia hatoki. Okay. Basi sio mbaya. Kama utanisaidia kunielekeza bado itakuwa ni nzuri, kwa sababu kama kuna hatari pengine inaweza kanisaidia mimi siku yoyote ama siku nyingine nisiweze kuingia kwenye hatari. Sasa ukitaka kufika kanyoosha.
Ukishanyosha utapita nyumba 2 3 utauona wenyewe umejitenga, yani umejitenga wenyewe. Upo mbali na makazi ya watu, utakuwa umefika. Okay, unaitwa nani? Mimi naitwa Sheila. Umesema uachwe upumzike, ukiamka utanisimulia. Haya ndio umeamka sasa. Imeanza lini tabia ya kulala nje bila taarifa? Au kipi haswa kilichokufanya ulale nje? Na tabia hiyo imeanza lini? Na usipange kunidanganya. Yaani hapa ninachokumbuka, kuna mtu kama alikuwa ananifuatilia nyuma hivi. Sasa katika kukimbia nikajikwaa, nikapiga tu ukunga, nikazimia. Kuzimia asubuhi naamka. Naamka najikuta niko chini. Koro njama hizo zopanga kuja, yani uje kundanganya. Umekusa vitu vyote vya kundanganya. Umelala upolala kwenye mzunguko yako huko. Umeamka asubuhi umeanza kujikimiza kuja hapa, kujifanya labda ulizimia. Mtu anayezimia anajijua kama alizimia. Sio Mungu wa leo, yani najua kabisa, najua kabisa utaweza kuniamini, lakini ukweli ndio huo kwamba nimejikuta niko chini, sijielewi. Na hata sielewi. Kama hiyo tabia ushaianzisha, sasa mimi nitaimaliza. Sasa unaniapisha wewe. Masabwile. Tajiri. Walisema unaitwa Masabwile. Nakusikiliza tajiri. Najua minoti muda wote naweza kuongea. Sawa. Siku ile ulinigusia baadhi ya vitu, nikasema ningekupata, nadhani unaweza kanisaidia kujua mengi zaidi ya hapa mtaani. Kwanza napenda kufahamu namna ambavyo watu wanaishi hapa, na naona mtaka umewapoa hivi. Huku cha kwanza kuna watu wengi sana. Alafu unajua huu mtaa ambao umechangamka sana. Sema kwa kweli kwa mgeni nimeona umepoa. Lakini kama ukiwa unaendelea ukao ukapata michongo, ukajaja maboss, kesho kutaona mtaa huko hivi. Sawa. Na kuna hii sehemu inaitwa msitu wa matunda. Nini? Bola shangaa. Msitu wa matunda? Ninauliza kwa sababu napenda matunda kwa ajili ya chakula. Unajua chakula bila matunda hakiliki. Sawa, nataka kujua lakini hapa sasa. Unajua nini tajiri? Msitu wa matunda. Cha kwanza hilo ni jina tu, lakini hakuna matunda. Yaani msitu wa matunda ni watu wanakaa madoni. Maana nasema matunda maana yake kule cha kwanza kuna biashara haramu.
kule kuna uhalifu wa kila aina. Muona wanawake, muona kama yule mwanamke. Watoto wanauzwa kule. Kule kuna mabosi bwana wananunua watoto wadogo wadogo wa 2000. Watoto wenye mjiuno fulani hivi. Pia unajua viongozi wa serikali hapo kule. Sawa. Wanta Masabwile. Basi mimi mwema. Hakikisha hiyo kazi inakamilika kwa asilimia zote. Kamilike katika ubora ambao haitakuwa na mawaa. Umepoa tajiri. Fanya. Haya, nakurudia. Hebu subiri kidogo, nakurudia. Umepoa tajiri. Aliwatani Masabwile. Aliwatani tajiri kitambi manager. Leta habari, kuna kipi huko mitaani? Taarifa, ina maana una taarifa yote? Taarifa ni ile nyumba ya bondeni. Kuna mtu amepanga kule. Nyumba ya bondeni? Kuna mpangaji? Kijana mmoja hivi, mrefu, mnene, kibonge, chembamba, yani kifupi ni kitanashati fulani hivi. Umesema umebahatika kuongea naye? Ndiyo tajiri. Umeongea naye akakuuliza nini, labda mliongelea nini? Alikuwa anauliza kwenye msitu wa matunda. Asante. Lakini mbona umeanza kupendeza bwana? Angalia asije akakushtukia huko. Ni ngumu. Kwa sababu ni ngumu kwa sababu gani tajiri? Unajua ghadhabu yangu kama utaharibu kazi yangu Naelewa tajiri, ndio maana najilinda sana. Unajua ni tajiri? Leo nakujua wewe hela, sio? Hapo vipi? Kaendelea kufanya kazi yako. Sawa, mimi nimeomba namba, narudi sasa hivi. Kwa makini. Sawa tajiri. Tajiri umepoa, umeshine. Haya bwana. Tajiri sukuma, we tajiri anawasha noti. Din. Heshima yako mkuu. Taarifa. Mkuu, msitu wa matunda ulivamiwa. Ulivamiwa? Ndiyo mkuu. Lakini tulifanikiwa kumdhibiti. Umebahatika kumfahamu? Hapana, alikuwa amefunika uso na mask, na kitu tulichofanikiwa ni kuchukua picha yake. Mlimpiga picha? Ndiyo mkuu. Nasikia nyumba ya kule chini bondeni kuna mpangaji na ameingia pale. Umefahamu kuhusu hilo? Ndiyo mkuu. Kuna mpangaji mpya ameingia. Leo ni siku kama ya pili hivi. Umefanikiwa kuona naye? Sijabahatika kuonana naye uso kwa uso, lakini taarifa ya kwamba kuna mpangaji mpya kwenye ile nyumba nimeipata. Ana siku ngapi pale? Leo ni siku kama ya pili. Twende. Sawa. Kwani wewe ni nani? Unafanya nini? Au unataka nini? Jukumu lako ni nini? Kwanza nini? Ondoka nyumbani haraka sana. Dakika 2 au 3 utavamiwa. Nani? Mambo ya sirini. Haikujui, unafanya ujulikani. Kwani wewe ni nani? Unajichanganya na watu katili, wala uogopi. Wewe ni nani? Chosen Spider.
Kwani wewe ni nani? Unafanya nini? Habari yako vipi? Salama. Naona jana hamkuridhika na taarifa nilizowapa. Leo umekuja na lipi tena? Ujio wangu wa leo ni tofauti kabisa na ujio wetu wa jana. Kwa maana mimi na taarifa nyingine ambazo inawezekana hata mwenzangu azijui. Bila shaka wewe ni spy. Unamaanisha nini kusema hivyo? Na una ushahidi gani kama mimi ni spy? Na uwezo wa kukufahamu wewe kuwa ni spy kwa sababu najua mpaka jina lako la utambulisho asili. Tolio, sio wewe? Labda nikufahamishe kuhusu mimi kidogo. Mimi nimefanya kazi ya spy kwa muda mrefu sana. Ndio maana nina ujuzi mkubwa wa kumfahamu spy. Natambulika makao makuu kwa utambulisho wa siri Magatala. Haiwezekani. Wendo Magatala? Ni ngumu kuniamini. Labda ngoja nikuonyeshe kitambulisho ili tuendelee na maongezi vizuri. Kwani wewe ni nani? Unafanya nini? Au unataka nini? Jukumu lako ni nini? Bado na mashaka? Unataka ufanye nini? Kwa hiyo wewe ndio askari ambaye uliingiwa tamaa na kuacha kazi yako ya kupeleleza ukaamua kujiunga na wahalifu. Sikiliza ndugu yangu, nikwambie, hii kazi sio rahisi kama unavyodhani. Hata wewe kazi yako ni ngumu sana. Nimekwambia kuwa mimi nimekutambua kuwa wewe ni spy. Shukuru Mungu nimekutambua mimi. Labda kama angekutambua yule boss wangu, sidhani kama ungekuwa hai. Light kama boss angejua wewe ndio umesababisha matatizo kwa vijana wake 19. Sipati picha. Vijana 6 wameuawa na 13 wamekamatwa na polisi. Fikiria. Yote haya bosi hajayajua bado. Sasa niko hapa kwa ajili ya kukuomba kitu kimoja. Ungana na mimi ili kurahisisha kazi yako. Tuangalie namna gani tunaweza tukamshusha yule jamaa. Mimi nafikiri ushanipa taarifa. Kwa nashukuru kwa kufahamu kwamba wewe ni yule askari mshenzi ambaye alishindwa kuzingatia taaluma yake na kuingia tamaa kisa pesa, akajiunga na wahalifu, madawa ya kulevya, kuteka watoto, kuuza watu na maovu mengine yote. Nashukuru kukufahamu na nikwambie tu dawa yako iko jikoni. Naweza kwenda. Sawa. Jukumu lako ni nini? Kwanza ni nini? Unataka ufanye nini? Wewe ni nani? Unafanya ujulikani? Kwani wewe ni nani? Unajichanganya na watu katili. Nimelazimika kukuita hapa baada ya kutafuta sana. Lengo kubwa ni kufahamiana zaidi, kutaka angalau kufahamu background yako. Wewe na rafiki yako pia uliniambia mnaishi na rafiki yako. Background yenu ikoje? Wewe na ndugu yako, si ni ndugu yako, ikoje? Kama utojali, lakini utanisamehe kwa kukuuliza maswali ambayo ya ndani kidogo.
Yule yani yule wazazi wetu walikuwa marafiki, yani kiasi cha kwamba kama ndugu, lakini walishafariki kutokana na kuna siku wakiwa huko kazini, kukiwa ndani mchana, ndio hivyo sasa ikatokea bumba mlipuko. Kwao hatukufanikiwa kuokoa hata mmoja, sisi tukabaki sisi wawili, ambaye akatokea kaka mmoja msamaria mwema wa kutulea sisi, na mpaka sasa hivi ndo anayetulea, lakini hatuna undugu wowote, yani hivyo vinasaba si hatuna. Pole sana. Asante. Huyo mtu anaitwa nani aliyewasaidia? Hoja. Hoja. Kaka. Kwani wewe ni nani? Unafanya nini? Bana, nashukuru sana leo tumeonana. Mara kadhaa nimekuwa nikikuona, umekuwa ukijitokeza kwenye mazingira ambayo ni ya ajabu kidogo. Umekuwa ukinisaidia, na mara ya mwisho tulipokutana ulinipa ile shilingi ambayo ilikuwa inanielekeza kuanza kazi ya kuchunguza msitu wa matunda. Sasa natamani sana kufahamu wewe ni nani haswa? Na kwa nini unanisaidia? Natamani sana kufahamu. Labda kwa ufupi, kwanza nashangaa sana wewe kuwa karibu na huyu binti, maana huyu binti ni mtoto wa bosi Hoja. Labda nikuelezee kidogo kisa ambacho ukijui mpaka hivi sasa unaona yanayoendelea. Hoja alikuwa ni rafiki mkubwa sana wa wazazi wa yule binti, lakini pia bosi Hoja alizaa pamoja na mke wa rafiki yake, alizaa naye binti yule ambaye unamuona. Kisa sasa kilichotokea mpaka hivi sasa unaona mzunguko huu ni kwamba mama yule binti alikuwa hataki bosi Hoja amuone mwanae. Si tunaelewana? Kwa hiyo baada ya kuona mama anamkataza mtoto asionane na baba yake, ndipo bosi Hoja akapata ujasiri wa kufanya tukio la mauaji ambao alilizia familia imeingia, akalipua. Kwa hiyo haya yanayoendelea ndio yamefunikwa kwa design hiyo, lakini nakushangaa sana kiongozi, kwa karibu sana na yule binti. Kwa hiyo kumbe Sheila ni mtoto wa damu wa bosi Hoja. Sahihi, ipo hiyo. Ni sahihi kabisa. Jamani, roho ngumu sana. Mbaya Mke wa rafiki yake. Mbaya. Sawa, ninataka kuchukua hatua ya kujiunga na bosi Hoja, na hii ni kwa ajili ya kumchunguza zaidi. Sema ili umpeleleze zaidi rafiki yako, kwa maana adui yako inabidi uwe rafiki yake. Kikulacho kinguoni mwako. Nataka nijiunge naye ili nimpeleleze kwa undani nikiwa karibu yake. Pengine labda hapo naweza kumshauri. Kwa ushauri wangu, ninachokiona ni jambo zuri, kwa sababu huwezi ukamchunguza mtu upo nje ya nyumba yake. Lazima uingie ndani ya nyumba yake ndipo umchunguze mtu, ujue anakula nini, analala saa ngapi, anafanya nini, ndio utajua madhaifu yake na utajua mzunguko wake aliokuwa nao. Kwa hiyo kwenye hilo mimi pia nakuunga mkono. Kuwa karibu naye ndio utajua mengi. Okay.
Basi sawa, mimi nitahitaji backup. Sababu umekuwa ukinisaidia na imani pia unaweza kani backup. Jioni kuna kijana mmoja anaitwa Masabwile nitampata. Alafu atanipeleka kwa hoja. Nataka niende kama kuomba kazi. Kwa hiyo nahitaji backup. Ikitokea labda wamenishtukia, basi usiwe mbali kwa ajili ya kutoa msaada. Kuhusu hilo usijali. Kama tulivyoanza ndivyo tutaumaliza. Mimi nipo bega kwa bega na wewe mpaka tutakuishia. Sawa. Basi mimi nikushukuru sana. Naam. Haya, ulikuwa unaenda hivi? Tunaelekea hivi. Haya, sawa. Sawa. Haikujui unafanya ujulikani, kwani wewe ni nani? Unajichanganya na watu katili, wala uogopi. Wewe ni nani? Ulikaa kinyonge sana tajiri, unayarudi tajiri. Ulikaa kinyonge sana Masabwile. Tajiri. Tulikubaliana saa 9:30. Sasa hivi ni saa 9:31. Sasa je, nipo ndani ya muda, yani dakika moja tu niferishe mambo. Mimi tena nakadiria mle kama kwenye tundu la sindano nimepita pale. Unajua Masabwile, dakika moja ambayo unaizungumzia wewe inaweza kugharimu uhai wa mtu. Dakika moja hiyo inaweza ikasababisha hasara ya trillions of money, yaani matrilioni ya pesa. Na kama haujui sasa, nenda kwenye kituo chochote cha television au redio yoyote kubwa, waambie nataka kuweka tangazo la dakika hii moja. Uone ni kiasi gani cha pesa ambacho watakuchaji. Na tena hawachukui dakika hiyo moja, wanakupa sekunde 45 ndo dakika yao moja. Lakini pesa yake hauzungumzii laki wala elfu ngapi. Anzia milioni kuendelea. Mimi sitoi milioni. Mimi bairi wewe, mimi bairi. Mimi hata 50 sitoi. Labda kani kukisikisi ndo nitoe hiyo milioni. Mimi bairi, simwona mimi. Kwa hiyo umeona hasara ambayo umeipelekea hapa ni kubwa sana. Uko tayari tuondoke? Hakuna siku mama unyuka kama leo, afu kiangalia una kazi. Ungekuwa na kazi hapo umeunyuka hivyo. Ududu, unyamwezi. Tena tukatafute kazi. Okay, let's go. Manamba. Siku hizi sioni ile heshima uliyokuwa nayo. Unaingia hapo unavyotaka, unatoka kama unavyotaka. Simuoni yule Manamba aliyekuwa anaingia hapa kwa heshima. Ni nini kiko nyuma ya pazia? Hapana mkuu, sihusiki. Msitu wa Matundu umevamiwa. Vijana 19 wameingia kwenye matatizo. Vijana 6 wamekufa. Na vijana 13 mpaka leo wako polisi. Hujawahi kuleta taarifa yoyote. Je, unalijua hili? Tajiri, umepoa. Awe, aga. Kula chuma hicho. Masabwile. Aiza. Uzungumze serious au kama huwezi. Ni bosi, si nimfanyie nini ndo afurahi. Mimi kile tunachokifanya nakiona kibaya. Eti. Sitani. Tajiri bana. Kijana huyu, si unajua mimi tuna jobless. Nikaleta jobless jingine watu wameshemishe. Anaomba kazi. Tangu lini wewe umekuwa wakala wangu wa kunitafutia watu wa kazi? Wewe ni nani? Naitwa Mazoea. Unataka nini hapa?
Nimekuja kuomba kazi. Nimeuliza wewe ni nani? Umetaja jina lako. Unadhani mimi sikufahamu jina lako? Nauliza wewe ni nani? Na useme unafanya nini hapa? Mimi nimeambiwa tu kwamba wewe unatoa kazi, kwa hiyo nimekuja kuomba kazi. Manamba? Hapana mkuu. Haumfahamu. It is over, sir. Yatosha sasa. Yatosha sio? Yatosha. Unajua ni kwa sababu gani mkuu? Ninachojaribu kukisema hapa nina maana yangu. Wewe unamjua huyu mtu? Hata kama huna nia ya kumwajiri, basi ninachosema ni kwamba hatuajiri, na kama kuna chochote unataka kukifanya, fanya. Vizuri. 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 Vijana wangu hawajapotea kwa bahati mbaya. Bosi, kuna maskari wamekuja, wameua watu huko. Acha ujinga. Maskari gani unazungumzia? Polisi wamekufa. Tumezungukwa. Niko hapa kwa ajili ya kuomba kitu kimoja. Ungana na mimi ili kurahisisha kazi yako. Tuangalie namna gani tunaweza tukamshusha yule jamaa.